mambo ya kupostpone uchaguzi, tufuate sheria ya nchi ya Kenya, lakini pia tusiwe watu ya woga. Na mimi sipendi kukaa, mimi nimesimamia kwa transition ya nchi hii ikimove kutoka kwa Rais Kibaki kwenda kwa, na kama kungekuwa na kitu ambacho ningejua kitadhuru nchi hii kuwe na vita, singekuwa na wasiwasi wa kuuliza wa Kenya kama tunaweza kuongeza muda ama kufupisha muda. Sio tu kuongeza, hata kufupisha unaweza pia kufupisha ama uongeze, it doesn't matter. So sio, is not magic either kuongeza ama kufupisha. Hii ni vitu ambavyo inafanywa kisiasa, bora for the national interest and national security. Hiyo tu ndio vitu mbili ambavyo inaweza kufanya kitu kama uchaguzi uweze kuongeza. Number 2, niwaambie Uhuru si mtu ambao ni greedy for power. Kama kuna mtu ambao mimi najua hana greed for power ni Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Nasema hivyo kwa sababu ni rafiki yangu. Kuna wakati Musalia pole, kwa sababu kuna wakati alikuwa amesign akasema mimi nimeacha uongozi na achia Musalia. Mnafikiri mnakumbuka hata nyinyi. So hiyo inaonyesha hii mtu ikija hata kesho ambue aone mzuri ni kutoka ili Kenya endelee mbele. I can assure you this is a president who do anything for the good of this country. You cannot have a treaty or an advisory from outside that can override the supreme law of the country. So, as far as I'm concerned, it is good that the African Union has pronounced itself on the issues that were before them as a matter of opinion, but the Kenya Constitution comes first. And therefore, we have to follow the timetable of the Constitution of Kenya. That is how it is. The second component, I've listened to Uhuru many times, the President of the Republic of Kenya. And when he has spoken about transition, I don't remember him saying at any one time at all that he intends to extend his term in office. So those are sideshows, people talking on the side. But the President of himself has never pronounced that statement. So as far as I know, as far as we are concerned, we are going in accordance with our Constitution, and the election shall be held in accordance with our Constitution, which is August next year. This country is bound by rules. I've heard you saying that there are people around the president who are talking about extension. We're also around him, and we are sure that there's no such intention. The election is in the next 380 days, 17 hours, August 9th. And that time cannot stop. It is counting. In an hour, it will be 380 days, 16 hours. So if you're not ready for it, don't look for any excuse. No matter tuko hapa. And we are clear that is a sacrosanct. The constitution of this country is sacred.